Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina zuri, jina lipitalo majina yote. Kwanza kabisa nikukaribishe kwenye kipindi hichi cha baraka kinachokufikia popote ulipo ndani ya nchi ya Tanzania, Afrika na mabara mengine, hususan kwa wewe ambaye unatumia lugha ya Kiswahili. Ninaitwa Mchungaji Pasco Danford Mande Kumbo. Ninatumika na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa sasa Mungu ameniweka kumtumikia hapa Msasani, karibu kabisa na hospitali ya CCBRT ama hospitali ya macho. Basi nikuombe ufuatane nami. Nitatumia dakika chache za kukuletea somo hili kila Ijumaa kadri Mungu atakavyokuwa ananijalia. Somo linasema kwa nini watakatifu wanateseka. Ukiangalia kichwa cha ujumbe wa somo hili, utatambua somo hili linawalenga sana watu wa imani. Linawalenga sana watu ambao tayari wanamkiri Yesu. Linawalenga sana watu ambao tayari wanajua kwamba waliumbwa na Mungu na kwa kusudi la Mungu wanapaswa kuishi. Somo hili linawalenga watu wa Mungu, watu wa miliki ya Bwana, ambao kwa namna isiyokuwa ya kawaida wao wanatakiwa kuishi urithi wa Mungu wao, kama mbingu na ardhi zilivyoachiliwa na zikawekwa chini ya mikono yao ili wao wawe wamiliki. Hebu sasa naomba ufuatane nami kwenye utangulizi wa somo hili ambalo ninaanza kufundisha siku ya leo. Tunapozungumza kwa nini watakatifu wanateseka, kabla sijakupeleka mbali, ningelitamani kwanza ujue mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Mungu alimkusudia mwanadamu aishi maisha gani? Kwa nini mwanadamu aliumbwa? Kwa nini yupo? Na Mungu anataka nini kitokee juu ya maisha yake? Kwa namna ya kawaida, kabla hujajibu swali kwa nini watakatifu wanateseka, kama nilivyotangulia kusema, ni vizuri kuelewa nia na mpango wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Mungu hakumuumba mwanadamu kwa kusudi la kumuona mwanadamu huyo akiteseka, akiishi katika hali ya kushindwa, akiishi kwenye hali ya kukosa, akiishi kwenye hali ya uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi maalum. Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi maalum. Na Mungu alipomuumba mwanadamu kwa kusudi lake, alimpa mamlaka, akampa wajibu, akamtamkia baraka ili mwanadamu aziishi baraka kama Mungu alivyomkusudia. Lakini wako watakatifu wengi ambao wako kwenye neema ya wokovu, lakini bado wanapita kwenye mateso. Ninayo majibu ya kimaandiko juu ya yale unayoyapitia, na yamkini Mungu amelileta somo hili ili atusaidie kuyaishi yale ambayo Mungu anataka tuyaishi, ili tutoke kwenye hali ambazo zimekuwa ni kandamizi kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 28, Biblia inajifunua. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 1:26 mpaka 28, neno la Mungu linasema Mwanzo 1:26 mpaka 28, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake,
akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28 Biblia inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoangalia katika jicho la kiualimu, asili ya mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, na alipomuumba mwanadamu, Mungu hakumuumba mwanadamu awe wa kawaida. Mungu alimuumba mwanadamu awe chombo cha baraka, chombo cha mamlaka, chombo cha utawala, chombo ambacho Mungu alikwisha kuwekeza mamlaka zake na uungu wake ndani ya mwanadamu, ili mwanadamu aweze kumiliki na kutawala yale yote ambayo Mungu ameyaweka chini ya mikono yake. Watumishi wa Mungu, Mungu ni mwaminifu hata leo. Mungu ni mwaminifu hata leo. Mungu ambaye yeye ndiye aliyekuleta hapa duniani, aliyeleta hapa duniani, asingelitamani kuona wewe unapita kwenye mateso na yeye Mungu yupo kisha amenyamaza kimya. Hiyo sio mpango wa Mungu, wala Mungu hayuko hivyo. Naomba unisikilize. Yako mambo manne makuu unatakiwa kuyaelewa. Jambo la kwanza, fahamu kwamba wewe kama mwanadamu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu anajifunua kupitia wewe. Kupitia wewe unatakiwa kumdhihirisha Mungu kwamba Mungu anaishi ndani yako. Lakini pili, Mungu alipokuumba kwa sura na mfano wake, hakukuacha uwe mtu wa kutangatanga, hakukuacha uwe mtu ambaye hana makao maalum. Mungu alikuandalia mahali ambako yeye Mungu alikusudia wewe uwe hapo. Na ndio maana Biblia inasema kwa wazi kwamba Mungu akamuumba mtu, akamuweka kwenye bustani. Alipokuweka kwenye ile bustani, manake amekuketisha kwenye uwepo wake. Na unapokaa kwenye uwepo wake, haikutosha. Mungu akampa mwanadamu mamlaka kupitia neno lake. Akamwambia mwanadamu, njia hii utapita, njia hii hautapita. Haya utayafanya, haya utayafanya. Kwa sababu wewe ni chombo changu cha utukufu. Na kwa sababu mimi naonekana kupitia wewe, Mungu akawekeza mamlaka yake ndani ya mwanadamu. Sambamba na mamlaka, Mungu hakuacha kumbarikia mwanadamu. Akamwambia, zaa uongezeke. Kuzaa haina maana kuzaa watoto wa kimwili peke yake, hapana. Kuzaa ni muktadha mpana. Maana yake ni kuzaa na kuongezeka kwenye kila eneo la maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu unayenifuatilia, ninaomba nikwambie, wako watakatifu wengi sana wako ndani ya nyumba ya Mungu, wanaishi katika imani, wanatembea katika imani, lakini wamekandamizwa. Na kwa sababu hawafuatilii maisha yao kwa kina, kwa jicho la kiroho, kwa jicho la kimaandiko, wamejikuta wanaishi chini ya viwango na hali wakiamini kabisa wazi ni mpango wa Mungu wao wawe pale. Nataka nikufungue macho ya rohoni na masikio ya rohoni. Mungu ana kusudi pana katika maisha yako, na kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa na kitu chochote. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Biblia inatufundisha kwamba kuokoka hakumaanishi kwamba tunaondoka kwenye changamoto, ndiyo, lakini kuokoka ni urejesho kutoka hali ya kuwa mtumwa na kuwa mtu huru. Ni urejesho wa hali ya kuwa mateka na kuwa mtu huru. Ni urejesho wa kurudishiwa vilivyopotea ndani yako. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 5, ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Unapokuwa ndani ya Kristo, unapokuwa ni mtu wa imani, umeipokea imani, umeamua kutembea kwenye imani, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, unapokuwa ndani ya Yesu, tunataka kuona total change. Tunataka kuona badiliko la wazi. Tunataka kuona yale ambayo yalikuwa hayawezekani kwenye maisha yako ya kawaida, ndani ya Yesu Kristo yanawezekana. Watu wa Mungu, naomba unisikilize.
wewe uliyeokoka, wewe ambaye unamwamini Mungu, wewe ambaye unamtumaini Kristo, nataka nikwambie tena na tena na nikukumbushe, Mungu hataki wewe uokoke ili uende mbinguni peke yake. Hiyo haitoshi. Kwenda mbinguni ni jambo zuri na la baraka, tunalingoja, lakini hapa duniani wewe unaishi kama nani? Unamiliki nini katika ufalme wa Mungu? Na Mungu anajidhihirisha kwa namna gani kupitia maisha yako? Watu wa Bwana, naomba nikutie moyo. Maisha yanahitaji nidhamu kubwa ya kufanya tathmini. Maisha yanahitaji jicho la ndani la kuangalia ulipo na unakokwenda. Maisha yanahitaji sikio la kusikia kile ambacho Mungu anakisema na kile ambacho ulimwengu unakisema. Ninaomba unifuatilie. Injili ya Yohana sura ile ya 16 ule mstari wa 33. Yesu alisema kwamba katika ulimwengu tutakuwa na dhiki, lakini tujipe moyo. Hiyo isikutie moyo kwamba kwa sababu Yesu alishasema duniani mna dhiki, jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Wewe ukaishi kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, hayakupi kuona nuru, hayakupi kuona matokeo, hayakupi kuona ushindi, hayakupi kuona mamlaka, hayakupi kuona baraka zako, na bado umefungamana na andiko hili moja, unasema duniani kuna dhiki, na unajitia moyo kwenye dhiki hizo, ukizani kwamba ndio mpango wa Mungu wewe upite kwenye dhiki hizo. Kila kinachoachiliwa kwenye maisha yako kama hali ya kukufundisha ama jaribio lolote lile lina muda. Haliwezi kulasti likakala likaendelea kukutesa maisha yako yote. Wewe ni lazima ufike mahali tumuone Yesu wa matokeo, tumuone Yesu anayebadilisha, tumuone Yesu anayekupa shuhuda, tuone Yesu wa miujiza akitenda kwako, kwa sababu matendo ya mitume yaliyotendeka bado yanatendeka hata sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, naomba unipe sikio niongee na wewe mambo kadhaa yatakayotusaidia kulijua kusudi la kuwepo kwako wewe kama mwanadamu. Mungu alikuumba kwa ajili ya nini? Mungu anataka uwepo ili nini kitokee? Jambo la kwanza ambalo natamani ulijue ninapoweka utangulizi wa somo hili, kwa nini watakatifu wanateseka. Hili somo ni pana, nitatembea nalo kwa muda mrefu, na kama utaamua kunifuatilia, mimi nina imani kuna mahali Bwana atakuvusha. Kusudi la mwanadamu kuwepo. Mwanadamu hakuumbwa ili ateseke. Mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya kuhangaika na kumangamanga. No, Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi maalum. Na kwa kusudi hilo Mungu ana matarajio. Matarajio ya Mungu ambayo anataka kuyaona kupitia kusudi aliloliweka ndani mwako. Jambo la kwanza, Mungu anataka kuona ushirika wako wewe na yeye. Sasa kama wewe unashirikiana na Mungu, mnatembea na Mungu katika ushirika, lakini maisha yako hayamsemi Mungu kwa upana, ushuhuda huna, hakuna kitu ambacho watu watakiangalia ndani ya maisha yako wakamuona Mungu na kumtukuza Mungu, nataka nikwambie hapo kuna shida kubwa inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Na mimi nakutia moyo mchana wa leo ninapokuletea somo hili na siku hii na nyakati zote utakaponisikiliza ninapokuletea somo hili, nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, Mungu anatafuta ushirika na wewe. Na palipo na ushirika kati yako wewe na Mungu, Mungu anataka ajidhihirishe, aonekane yeye, sio wewe. Kupitia wewe Mungu atukuzwe, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8, Warumi sura ya 8, naomba twende hapo mara moja. Warumi sura ya 8. Come on Jesus, hallelujah. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 28. Kama una ushirika na Mungu, Biblia inasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote
Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake, walioitwa kwa kusudi lake. Wewe ambao umemwitikia Yesu, umempokea, maanake una wito wa kusudi la Mungu. Umekubali kutembea kwenye matokeo, umekubali kutembea kama mtu wa faida, umekubali kutembea kama mtu ambaye atadhihirisha utukufu wa Mungu kupitia maisha yako. Sababu Mungu anataka kupitia wewe adhihirike kwamba Mungu yupe. Maana Mungu ni roho, hawezi kupita Msasani, hawezi kupita Masaki, hawezi kupita Mikocheni, hawezi kupita Mbezi Beach, hawezi kukaa Mbagala. Mungu ni roho. Wako watu wanaomwakilisha Mungu, wanapotembea, wanapoishi, wanapofanya mambo yao, watu wanapowaona wanamuona Mungu ndani yao kupitia yale ambayo Mungu anawawezesha kuyafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia maandiko yanaendelea kusema, ule mstari wa 29, vile maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ule mstari wa 30 na upenda zaidi, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita. Wewe umeitwa, una uchaguzi wa kibinafsi na Mungu, na ndio maana unaitwa mtakatifu, mtu wa haki, mtu wa miliki ya Mungu, mtu wa taifa la Bwana. Biblia inasema wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kutukuzwa ni kuinuliwa na Bwana. Unapotukuzwa, manake Mungu anaonekana kwa ukubwa kwenye maisha yako, anaonekana kwa ukubwa kwenye maono yako, anaonekana kwa ukubwa kwenye yale ambayo Mungu amekupa kuyafanya. Mtu wa Mungu, naomba uelewe, uliumbwa kwa kusudi, na kwa kusudi la Mungu unapaswa kujua kwamba neema ya ushirika na Mungu katika maisha yako, hiyo inasababisha kuvuta baraka za kimbingu ambazo kimsingi ziliondoka baada ya anguko. Ndani ya Yesu Kristo tunarejeshewa, ndani ya Yesu Kristo tunapokea neema, tunapokea rehema, tunapokea kibali, na baraka za Mungu zinaachiliwa katika maisha yetu ili tuweze kuzimiliki. Jina la Bwana litukuzwe sana. Lakini jambo la pili ambalo ningelitamani kwenye utangulizi wangu nitasema mambo matatu na nitaachia hapo kwa siku ya leo. Lakini nitaendelea na somo hili, kwa nini watakatifu wanateseka. Nitafika mahali nitaanza kukushuhudia juu ya maisha yangu mwenyewe, kwa sababu mimi nimeingia kwa Kristo nikitoka kwenye vifungo visivyo vya kawaida, vifungo vya ulevi, vifungo vya wizi. Nimeishi maisha hayo mimi, sio mtu mwingine. Na kwa sababu hiyo nataka nikwambie, mtumishi wa Bwana, wewe unayenifuatilia, nina ushahidi wa kuishi gizani, nina ushahidi wa kuishi nuruni. Naweza nikawa sijafika kama yule mwingine aliyefika, lakini nataka nikwambie hapa nilipo nina ushuhuda kwamba kuna matendo makuu ya Mungu yanayoendelea katika maisha yangu baada tu ya kumkiri Kristo na kumweka ndani yangu. Na kwa sababu hiyo mimi kama mtu wa haki naziona dalili zote na ninauona uthibitisho wote kwamba ndani ya Yesu Kristo tunafanywa kuwa watu wapya, tunabadilishwa, tunarejeshewa vilivyopotea, na tunakuwa katika namna ambayo tunatembea na baraka za Mungu. Tunapoendelea kuangalia kwa habari ya somo hili, kwa nini watakatifu wanateseka, naomba ufahamu kwamba mwanadamu aliumbwa ili azae matunda. Sasa huyu Mungu aliyekuumba ili wewe uzae matunda, ule mstari wa 28 sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, zaeni mkaongezeke. Huyu Mungu aliyekuumba ili wewe uzae matunda, Mungu huyo anakupelekaje jangwani? Ustawi wako wewe ni wa lazima, kwa sababu Mungu hawezi kusema mzae matunda alafu bado akafunga milango yeye mwenyewe maisha yako yote, asiruhusu milango yako ikawa wazi kwa ajili ya kuzaa matunda. Huyo Mungu ni Mungu wa namna gani anayejicontradict? Ninachosema ni nini? Sina shida na wewe unayepita kwenye mateso. Sina shida ya tafsiri yoyote mbaya kwamba wewe unayepita kwenye shida hauna Mungu. Hapana, usinikoti vibaya. Sina shaka na wewe ambaye unaupanda mlima. Sina shaka juu ya hilo. Sina shaka juu ya wewe ambaye uko kwenye jua unatafuta kimvuli hujakiona.
Ninachotaka kukwambia, jitambue wewe ni mtakatifu, na unatakiwa kujua kwamba Mungu aliyekuokoa, na unaitwa mtakatifu, unaitwa mtu wa miliki ya Mungu. Bwana amewekeza hazina kubwa ndani yako, na kwa sababu hiyo wewe sio wa kuteseka. Wewe ni mtu wa kuamuru vitu vitokee. Wewe ni mtu wa kutembea kwa imani yenye matokeo. Wewe ni mtu wa kutembea kwenye imani ambayo inazaa matokeo kwenye maisha yako. Ukitambua nafasi yako, ukajua Mungu amekusudia nini, na ukajua Mungu anataka nini kitokee juu ya maisha yako, utatoka ukiwa na ujasiri wa kupokea yale ambayo kwa namna ya kibinadamu hayawezekani. Ninachotaka kukisema ninapomaliza pointi ya 3, mwanadamu aliumbwa ili kutawala na kusimamisha ama kusimamia kile Mungu alichompatia. Una karama na vipawa Mungu amewekeza ndani mwako. Mimi wakati nipo kwa shetani, ni kwenye vifungo vya dhambi, nilitumia maisha yangu vibaya. Mimi nilikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya vitu vingi, lakini nilitumia uwezo wangu ule vibaya, kwa nia mbaya, kwa namna mbaya, kwa ajili ya kifungo nilichokuwa nacho. Nikiwa ndani ya Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu, ninamuona Mungu na ninaona mkono wa Bwana, kwamba kumbe Mungu alinisimamisha ili anipe kusimamia na kutawala pamoja na yeye juu ya miliki ambazo amenipa. Leo hii mimi ni mchungaji, ila kuna majira huyu mtu ambaye leo anachunga, huyu mtu ambaye leo anatumika, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mtu asiyefaa, alikuwa ni mtu wa madawa. Lakini leo nataka nikwambie, mtumishi wa Bwana, karama na vipawa zilizowekwa ndani mwangu za kushawishi watu wengine, hizo zinatumika kuwajenga watu wengine ili wamuone Mungu katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mchana wa leo ninapokuwa ninaanza kulileta somo hili, kwa nini watakatifu wanateseka, ninaomba ufahamu Mungu alikuumba kwa kusudi. Haujajileta duniani, umebeba kusudi kubwa pana la baraka sana. Na kwa sababu hiyo Mungu anataka wewe ustawi. Mungu anataka wewe uwe chombo cha kumdhihirisha yeye kupitia ustawi wako. Lakini Mungu anataka wewe uwe mwakili wake, umiliki na kutawala kama alivyokusudia. Mtumishi wa Bwana, tumepita kwenye mambo mengi sana. Wengine tumekosa utambulisho. Uko ndani ya Kristo, uko ndani ya imani, uko ndani ya kanisa fulani, lakini huna utambulisho. Wewe ni nani? Hujijui, na hata maisha yako yamekuwa ni ya kawaida sana, hakuna impact yoyote. Huo sio mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Biblia inasema katika kitabu kile cha Isaya nabii, kitabu kile cha Yeremia 29:11, neno la Mungu linasema nini? Yeremia 29:11, neno la Mungu linasema kitu gani? Neno la Mungu linasema, maana Bwana asema hivi, come on, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu ana wazo lililo jema juu yako. Hayo yanayokuzunguka ni vita. Ing'amue, ijue umepandwa katika Mungu, na Biblia inasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Lakini neno la Mungu lazidi kusema waliopandwa nyumbani mwa Bwana watastawi katika nyua za Mungu wao. Watakuwa na utomvu, watatoa ubichi. Neema hiyo ya kukaa ndani ya Kristo inakuondoa wewe kwenye hali ya kukosa haki ya baraka zako, kukosa haki ya mafanikio yako, kukosa haki ya huduma yako kuchanua, ya maisha yako kwenda masafa marefu pamoja na Bwana, kwa sababu neema ya haki inasababisha wewe kuwa na sumaku ya kiroho inayovuta mbaraka wako, inayovuta kile ambacho Mungu amekiachilia kwako, na kukufanya wewe uwe chombo kipya cha kupuria kwa ajili ya Bwana. Ninakutia moyo mchana wa leo, usikubaliane na mazingira unayoyapitia. Fuatilia somo hili. Leo nimeanza kama utangulizi, sijaanza kuzama kwenye kina,
juu ya somo hili, kwa nini watakatifu wanateseka, ili hali Mungu amna mpango wa maisha yao uliobeba mbaraka wao. Shida iko wapi? Kwa nini tunateseka? Kwa nini tupite kwenye mateso kwa muda mrefu? Wengine wanatoka walipookoka, wana miaka mingi, lakini ndani yao wameishi kwa kubahatisha, kana kwamba hawakuwahi kuumbiwa kusudi. Mungu hayuko hivyo. Ninakuombea neema, ninakuombea kibali, ninakuombea kufunguliwa, ninakuombea kuwekwa huru, wewe pamoja na nyumba yako, wewe pamoja na watoto wako, wewe pamoja na ukoo wako. Wako watu mmechorewa mistari, msivuke, mmewekewa mipaka, msivuke. Nataka nikwambie, the more unaendelea kufuatilia somo hili, nina imani Mungu atabomoa hiyo mipaka na utavuka salama, kwa sababu mimi nina ushuhuda. Hata mimi niliwekewa mipaka na wengine waliwekewa mipaka, jamii yangu iliwekewa mipaka, lakini ninamuona Mungu akituvusha hatua kwa hatua, na ninamuona Bwana akiendelea kujifunua kwenye maisha yetu. Ninakuombea baraka za Bwana na Mungu akusaidie. Nimefundisha kwa habari ya nguvu ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu inatenda kazi kwa namna gani? Nikafundisha kwa kina. Nguvu ya madhabahu inamtawala nani? Inatawaliwa na madhabahu ngapi? Mwanadamu anatawaliwa na madhabahu ngapi? Nikazungumza pale. Sasa hivi nipo na somo linasema kwa nini watakatifu wanateseka. Karibu kipindi kijacho, na Mungu akubariki sana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtu wa Mungu huyu ambaye anafuatilia kipindi hichi. Neema yako ikamkamate na kumvusha kutoka kila eneo ambalo kwa akili za kibinadamu amejaribu mwenyewe, ameshindwa. Nami kwa mamlaka na mafuta ulionipaka ya kikuhani, na achilia neema yako juu yake, ukatiririshe Bwana mafunuo, ukiachilia Mungu wa mbingu na nchi, milango iliyo wazi kwenye maono, milango iliyo wazi kwenye kila eneo la mafunuo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na mbariki mtu huyu anayenifuatilia, na neema yako ikawe pamoja naye, na achilia uponyaji juu yako wewe ambao umekuwa ukipita kwenye magonjwa, ukipita kwenye vifungo vya uchumi, ukipita kwenye vifungo vya familia na ndoa, katika jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo, Bwana ifungue ndoa yako, Bwana afungue biashara yako, Bwana afungue kazi yako, na kila unalolifanya Mungu wa neema akupe kuchanua katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema hii na Bwana akubariki. Karibu sana kwenye ibada zetu za baraka hapa Msasani TAG, the City of Refuge International Church. Tunakukaribisha kwenye ibada zetu. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 kamili mpaka saa 3:30. Ibada ya pili inaanza saa 4 kamili mpaka saa 7:30. Ni ibada za Kipentekoste, ni ibada za mabadiliko, ni ibada zinazoleta uzima, ni ibada zinazoleta uponyaji katika maisha yetu, maisha ya watu. Usikose kuhudhuria ibada hizi na Mungu akubariki. Na kama uko mbali, fuatilia kupitia TCRIC Online TV, utatupata, na ibada zetu huwa tunarusha moja kwa moja zikikufikia hali tukiendelea na ibada hizo. Mungu akubariki, na neema yake iwe juu yako. Amen.